huwezi kujenga ukuta. Sasa kwa kuwa taarifa hizi nimezipata, muhakikishieni tu kila kitu nitakiweka sawa. Kuna mambo yangu fulani, unajua mambo yetu hayaendaji haraka, ninayaseti. Fei akipata kazi, kila mtu ndani atamuona mbwa, kwa sababu vile alivyo ana kitambi na hana hela mfukoni, lakini kila mtu anamchukulia kawaida huko ndani. Na ikiwa sisi tumempa hifadhi, na nyinyi ndio vipenzi vyangu nayowapenda, sisi tumeelewana. Sasa nisikilizeni kitu kimoja, mimi nitahakikisha hili jambo nalifanyia kazi mara moja, ili hata kazi yenyewe aione ni chungu. Tatizo lako baba mdogo ndo hapo. Yaani wewe vitu unavichukulia nini? Unavichukulia kirahisi. Ili swala sio la kulichukulia kirahisi. Kwa sababu gani? Yaani yule akipata kazi hapa, hivi unadhani tutakaa hapa? Nisikilizeni, niwaambie kitu kimoja. Sawa? Yule hawezi akatutawala sisi. Kwa sababu yule mkimtazama ni mtoto wa nje ya ndoa. Umeelewana? Kakangu mimi huko alizaazaa tu. Kwa kwanza inawezekana alibambikiwa. Wewe angalia, nikitazama sura yako ya kaka kabisa, nikitazama sura yako inaendana kaka. Kwanza wewe nisikilize, shangazi yako ana midomo kama wewe, lakini yule kila kitu kiko tofauti, kila kitu. Kwanza libonge watu wamnaga mnene vile, unaelewa? Wewe ukimwangalia shangazi yako kama wewe, sawa? Ukimwangalia babako usiona picha mnafanana kopi kabisa, vile liko tofauti kabisa. Ndio maana niliogopa mila wa amani, kaona tumpe kule upande wa jikoni. Hivyo msiogopa, hawezi kututawala yule. Kweni na amani watoto wangu. Ndogo haya yote umetaka wewe. Na kila siku unakuwa mtu wa mabonye, ndio mimi nakuonaga wewe mabonye mjomba mdogo. Mimi sio mabonye. Mimi na vitu vyangu viko correct. Napiga kwenye mshono. Tumeelewa? Sikilizeni. Kwa kuwa tumejua wapi pana ufa. Sawa? Usijali, tutaziba ufa ili tusije kujenga ukuta. Yule mtoto mdogo kwangu atatoka. Yaani sasa hivi baba mdogo amekuwa mwanasiasa. Kila siku anakuja na sera mpya. Wewe unakuja na sera hii, kisha na sera hii. Ni kweli kabisa. Yaani huyu baba mdogo anakuwa kama mwanasiasa. Yaani muongo. Sasa mimi sio mwanasiasa. Sawa? Sasa nisikilizeni. Kwa kuwa jambo limefika kwa mkurunga mwenyewe, chifu wa machifu, msijali, nimepita, niachieni mimi. Msio wabishi, nisikilizeni sasa mimi waongoze. Kama mmenikubali ni baba mdogo. Mimi uli mdogo lakini mambo yangu makubwa. Zo, hivi ni kwa nini nashindwa kuelewa hisia zangu? Tambua Afrika, nakupenda sana. Nimeona wanawake wengi katika hii dunia, lakini moyo wangu umedondokea juu yako. Naomba unipe nafasi ili uone upendo wangu. Lakini mimi siwezi kuwa na wewe, kwa sababu wewe una pesa, huwezi kukidhi mahitaji yangu. Pesa najua zinatafutwa, na mimi ni mpambanaji. Wangapi walikuwa hawana na sasa wanazo? Sembuse Mungu aninyime mimi? Kwa maana mimi natafuta, na imani ipo siku nitapata tu. Na nitafanya kila kitu kwa ajili yako. Lakini mimi siwezi kuvumilia wewe ukipambana nikiwa na wewe. Ninachokuomba wewe, pambana kivyako. Ukishapata tu njoo. Sio kwa sasa hivi. Mtizama ndani ya macho yangu, kwenye viini vya macho yangu. Hakika yamejaa mapenzi ya dhati juu yako. Najua kwa sasa sina cha kukupa, lakini moyo wangu unaweza kukufanya malkia daima kwa mapenzi yangu juu yako. Nakupenda. Kwa malkia si kitu kidogo kwa sasa hivi. Ninachotakiwa utafute pesa, uwe nazo ndio niwe malkia. Hapo utakuwa malkia kwa hivyo ulivyo. Huna hela, huna chochote. Mapenzi sio maneno. Pesa ndio silaha kila kitu. Kwanza, kwa sasa hivi mimi Zuo, siwezi kuwa na mwanaume kama wewe maskini. Zuo. Yaani mimi siku ile ulivyokuja pale, mimi nikajua makosi. Unaondoka baadaye unarudi. Biweji ukapotea. Sasa ninakupa taarifa hizo. Babu yule siku hizi anajifanya amechangamka, ulivyoondoka tukaleta demu. Kaleta mwanamke mchana kweupe ninavyokuambia.
Kidoti, unachosema una uhakika nacho? Faisal kaleta mwanamke ndani kwangu mimi. Sasa kwa nini sio na uhakika na wakati mimi mtu nakaa naye ndio ninakwambia kaja mwanamke kamleta mwanamke ndani. Sasa nikwambie hivi yangu. Mimi nilijua Faisal tumegombana, atakuja, atanibembeleza, yataisha. Lakini leo hii kuachana naye siku moja tu, yani kugombana naye siku moja ndio amlete mwanamke mule ndani. Dhahiri shahiri anaonekana Faisal alikuwa ananichiti siku nyingi. Na ndio maana kugombana kwangu mimi kanitafutia sababu ya kuniletea mwanamke mule ndani, lakini nakwambiaje, huyo mwanamke hakai. Mimi nakuja kumtoa mchana kupe, nitamjazia umati, atajuta kunifahamu. Labda mimi sio mwajei. Kwanza kwenye familia yetu wote tunakukubali wewe. Sio mimi, sio ba mdogo, mama, Dondola, wote ninavyokuambia. Kwanza shoga yangu wewe mzuri. Alafu pia una nyota kupendwa na sisi, nimekwambia tunakukubali hatari. Sio yule, yani yule mimi simpendi yule dada aloletwa pale. Yani tufanye juu chini. Yule bibi pale atoke. Si umenielewa? Mimi mwenyewe simkubali, yani simpendi. Unajua simpendi cha msingi na cha sekondari. Uje pale nyumbani yani kila siku mpaka ataondoka. Imeisha hiyo. Kwanza nikwambie tu hivi yangu, asante kwa taarifa nzuri. Mimi leo nakuja kujaza mtaa huko. Nitafunga mtaa pale ndani, yule mwanamke atatoka mchana kweupe. Shoga yangu nakuaminia, usiniangushe. Tumtoe mchana kweupe, yani nimekwambia nakuaminia ujue. Imeisha hiyo. Karibu Kola. Kwa ule ili upate nguvu, sawa? Umemaliza? Basi mgonjwa wako utakuwa unaanza kujisikia afadhali sasa, na kama umekula vizuri, umeshiba, utaanza kupata nguvu. Mena haya.
Leo umefurahi sana. Sana. Unajua ukiwa unauguza alafu mgonjwa wako akiwa anatabasamu hivyo ni ishara tosha kwamba anaanza kujisikia afadhali. Vipi? Naida, unasikia maumivu? Ligombela. Haya, usiku. Unajua muda umeenda sana eh? Naomba tupumzike. Huu sio muda wetu tena, ni muda wa viumbe wengine. Kwenye viumbe wengine hapo, acha tu nipumzike. Mara mimi kimoja. Acha uoga. Uoga lazima. Haya, usiku mwema. Tetedamenze mizimu ya kwetu. Namfumbile mizimu ya kwetu itatile nata. Namfumbile mizimu ya kwetu itatile mata. Nigombela mizimu ya kwetu kabelange mizimu ya kwetu kabelange mchulenda mizimu ya kwetu pachalange mchulenda namfumbile lifumbi huyu mtoto uzito ameuanza lini? Mara ya kwanza nilijua labda na ndago, bado anaendelea kunitilia vizingiti. Mtoto ameanza lini kuendelea kuwa mzito kiasi hiki? Mimi wa kushindwa kuingia humu ndani, mimi chifu wa machifu nekakula nensenjele nekwako mabwene ngutaguta mwakakula nsenjele. Nitarudi tena, mchawi ashindwaje? Kama leo umetia vizindiko vyako, naenda kuvifanyia utafiti, ntajua tu, ntazama humo ndani. Yale kakula nensenjele nekwako mabwene ngutaguta.
Ni kibandiko. Kwa hiyo wewe ndugu yangu unataka tu tunaviziana, ndio? Nakuuliza. Yaani wewe umekaa. Yaani mwenyewe huna hata wasiwasi. Nyumba kama ya baba yako. Wewe kutoka kwako ni asubuhi, kurudi ni usiku sana. Kwa hiyo mimi niache kazi zangu ndio nakuvizia kama hivi. Unajisikiaje? Hamna sister. Mambo tu yanaingiliana. Si unajua mjini hapa. Sasa nisikilize. Mimi nimechoka. Nimechoka kabisa. Hauwezi kunipa pesa yangu, naomba uondoke. Tena nikwambie, nakupa siku hizi. Umeziona hivi? Siku 3. Hujanipa pesa yangu ya kodi, naomba uondoke. Nadhani tumeelewana. Siku 3 tu. Nimeshakuchoka. Kwa sababu ungekuwa mlipaji, ungekuwa unanifikiria na mimi. Yaani nyumba yangu bado nikuvizie vizie. Kaka, uone aibu? Wale ndio hivyo hivyo fanya. Nani? Mwajuma. Mwajuma? Umejuaje kama Mwajuma ikiwa sijawahi kukutambulisha? Wewe nenda kamsikilize. Faisal, yaani kugombana na mimi siku moja tu ndio umeamua kuleta mwanamke mwingine ndani? Hivi kweli? Au ulikuwa na wewe mwanamke mwingine tangia zamani ulikuwa unamtafutia sababu? Sasa sikiza nikwambie, mimi hapa nimekuja na lengo hili. Nataka uchague kati yangu mimi au huyo malaya wako. Sinaongea na wewe. Mume wangu, unajua saizi ni mapema sana kupigizana kelele na watu. Hebu tuende tukaendelee kupumzika. Faisal. Faisal. Yeye unanidharau mimi kwa ajili ya huyo malaya wako? Makubwa leo haya. Sasa ninakwambiaje? Yaani ninakwambia hivi, nitakuonyesha na huyo malaya wako nitamkomesha. Ngoja nirudi tena kwa mara ya pili hapa. Hivi ni kwa nini umeamua kumjibu Mwajuma vile pale nje? Nimemjibu vile baada ya kuona unakosa ujasiri. Lakini nitakuwa kaumia sana. Kimemuuma sana Mwajuma, kimemuuma. Si ndio vizuri au wewe umejisikia vibaya? Au bado unampenda? Hapana. Simpendi na wala simuhitaji. Kwa sasa hivi natakiwa kutafuta furaha sehemu nyingine. Ndio vizuri. Ni ili kutafuta mwanamke ambaye anakupenda kwa dhati na atakayeridhika na hali yako. Uko kuwa na mwanamke mfano wa Mwajuma ambaye wewe utampenda lakini hatakupenda kwa
sababu na hali yangu ya kimaskini. Mimi naamini tu ipo siku tapata mwanamke atakayenipenda, tampenda na tutaishi kwa furaha.